Habarini za asubuhi. Mbele yenu ni Ticha wa Maticha. Niko hapa kwa ajili ya kuweza kuwalisha kitu kimoja ambacho kinahusika na blessing, kwa maana ya baraka. Kama nilivyosema, sehemu pekee unaweza kupata ufunuo, ufahamu wa kweli is here. Baraka ni kitu kinachotumika sasa hivi kuweza kutapeli watu kutokana na umaskini uliokuwa nao, shida walizokuwa nazo, watu kutokana na ubinafsi waliokuwa nao, wanakuja mbele ya watu wengi na kuweza kuwaaminisha kwamba wao ndio watu pekee wanaoweza kutoa baraka za Mungu. That is not true. How can you obtain the blessing? Ni jinsi gani unaweza kupata blessing kutoka kwa Mungu wako? Ni baada ya wewe kuweza kulipa gharama. Na gharama gani ambayo unaweza kuilipa ili uweze kupata baraka? And that gharama unaweza kuipata hapo hapo unapoishi. Hakuna ulazima wewe kwenda kanisani au kwenda msikitini au kwenda kwa mchungaji gani. Before hujafanya maombi yoyote kwa Mungu wako, before hujaenda kanisani au msikitini, kuna vitu inabidi uvitende. Suppose unakutana na mtu kabla hujaenda kanisani, anakulilia shida. Si lazima umsaidie pesa, unaweza kumsaidia hata ushauri. Yule ndo malaika ambaye unakutana naye, and that is the price you are supposed to pay. Unavomdharau yule, manake kule unaenda kuonyesha gauni tu ulovaa. Unavomdharau huyu, manake kule unaenda kuonyesha wenzako aina nzuri ya gari uliokuwa nayo kanisani. Lakini in terms of blessing, you will never score anything kama utakuwa umempuzia mtu huyo. Naomba tuelewane katika hilo, kwa sababu watu wengi mmekuwa mkitapeliwa, mkifanywa mambo ambayo tofauti, lakini kwa mitazamo yenu na ufahamu wenu mnajua kwamba hizi ni baraka kutoka kwa Mungu. Nisikilize, hakuna baraka yoyote itakayotoka kwa binadamu yeyote. Hao ni aina ya kundi la matapeli na majangili. No matter ana kundi kubwa kiasi gani, ana watu wengi kiasi gani anaoweza kuwahutubia, lakini ukweli ni kwamba you will never score any kind of blessing from a human being. The only blessing you are receiving is from God. Na hizo blessing unazipata kupitia sala zako. Sala ni nini? Sala ni mawasiliano kati ya Mungu na wewe. Hakuna dalali hapo katikati. So you must pray yourself. Uongee na yeye, lakini kabla hujaongea na Mungu, ni lazima kuna vitu inabidi uvifanye. You must pay the price. So what kind of price? Kwamba when you meet with anyone akiwa na shida, you must save him or her. Ni lazima umshauri. Hile ndo sehemu ya kwanza ambayo unaweza ukapitia. Ni kama sehemu ya toba kwako. Baada ya lile tukio, then nenda ka kneel down, nenda kamwombe Mungu wako, utapata. Lakini mmekuwa mkiamini watu kutokana na ushawishi wanaowapa. Katika dunia hii tuna watu wa aina mbili. Tuna watu wanaofanya maamuzi kupitia akili, na tuna watu wanaofanya maamuzi kupitia mioyo. So kundi kubwa la watu ni la wanaofanya maamuzi kupitia mioyo. Moyo siku zote umekuwa ni moyo ambao ni kitu ambacho unahitaji kupata. Haijalishi kuna impact gani, lakini unahitaji upate. Lakini watu wanaotumia akili ni watu ambao wanatengeneza. Yani moyo unachoamini ni kwamba you are here to get everything, kwamba life is about getting everything. Lakini kichwa, ukitumia maamuzi kichwa na kwamba life is not about getting everything. Life is about finding the meaning of everything. Kumbe maisha ni kutafuta. Hata hiyo baraka unaitafuta ni kutafuta. Sasa tabia ya moyo ina tabia moja. Ina tabia kushawishika kwa haraka na kufanya maamuzi haraka ambayo baadaye inakuja kugharimu. Ndio maana mmeona wachungaji wenu wamekuwa wakitumia maneno ambayo ni makali. Kwa sababu wanayaleta moja kwa moja kwenye moyo, na wewe bila kuyatranslate kwenda kwenye kichwa unafanya maamuzi moja kwa moja kwenye moyo, kitu ambacho kinakugharimu. So maamuzi yanayotokana na moyo ni very seasonal. Maamuzi yanayotokana na moyo ni very temporary. Yatakupa faraja leo, lakini the day after today you will suffer up to your head. Kwa tunachoweza kusema ni kwamba tusifanye maamuzi ya haraka. Tusifanye maamuzi kupitia mioyo, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukigharimika
tufanye maamuzi kwa akili. Before you make a decision, make sure you translate your message to your head, ukaidigest, then ukatoa. Kwa hiyo tunachoweza kusema kundi kubwa la watu ambao wamejaa makanisani ni kundi la watu ambao wanafanya maamuzi kupitia mioyo na sio akili. Wao wanaamini kwenye kupata, lakini mtu mwenye akili anaamini kwenye kutafuta. Kwa hiyo maisha sio tu kupata, na ndio maana ukiambiwa kule kwamba bwana, njoeni mtabadilisha maisha, mtapata pesa za kutosha, mtafanywa nini, mnakimbilia kwa sababu mnafanya maamuzi kupitia moyo. Emotional decision is very seasonal. It will give you a hope today, but tomorrow you will suffer up to the end. Kwa ninachoomba Watanzania wenzangu na watu wengine ambao sio Watanzania, try to make your final decision kupitia akili and not heart. Kama nilivyosema, watu wa makanisani waliojaa, sehemu za kwenye siasa, wengi they are just using heart. They are just using heart. They are making the final decision through heart, na ndio nao gharimu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, lazima tuwe makini. Before you are making a final decision, make sure your message is just coming to your head. By the way, kuna distance kutoka kwenye moyo mpaka kwenye kichwa. Hapa katikati kuna neno linaitwa passion. Lazima uwe na uvumilivu. Huwezi tu kuambiwa kitu ukafanya maamuzi hapo hapo. Mtu anayeambiwa kitu na kufanya maamuzi hapo hapo, maana ni mtu anayetumia moyo. Lakini mtu anayeambiwa kitu na kudigest kile kitu, maana tayari amejipa muda wa kuweza kukitoa kwenye moyo na kukipeleka kwenye bongo na akaweza kudigest na kuweza kutoa majibu. Kwa tukiwa watu wa kutumia akili, tutakuwa ni watu wa faida. Hatutakuwa na maamuzi ambayo yatatugharimu kesho. Tutakuwa na maamuzi ambayo yatatupa furaha siku zote za maisha yetu. Kwa hiyo makanisani ni sehemu ambayo ukiwa unategemea kanisa, manake hiyo ni dalili ya kufeli katika maisha yako. That is not a final. Kwa sababu Mungu alivyokuumba, amekuumba with a reason. Amekuumba ufike sehemu fulani. So hapa katikati tunakosea njia tunazopita. Yale makosa ndio yanatugharimu. Kwa tamaa za kibinadamu, kwa maneno tunayoambiwa binadamu, tunashindwa kwenda kwenye ile njia sahihi. End of the journey tunaanza kulaumiana. Kwa hiyo tunachohitaji ni kupita kwenye right way mpaka kwenye ile sehemu tuliyopangiwa na Mungu. Na by the way, Mungu hahitaji umueleze kila siku, muombe kila siku shida hiyo hiyo. Mungu yuko nyuma yako, is just following you, looking you. Kwa maana anaangalia nini unakifanya na wapi unaelekea. Kwa cha msingi, we have to come to the final decision kwa kutumia akili na sio mioyo. Inatugharimu sana, na watu wengi wanaotumia mioyo ni kwa ajili ya nchi zote zinazoendelea, including my country Tanzania. Tuna kundi kubwa la watu wanaotumia mioyo, hawatumii akili. Lakini hawa pia wamekuwa ni wazito kuelewa, na ndio maana nchi ya kwangu mimi kama Tanzania ni nchi ambayo ni ngumu kuweza kutawalika. Leo hii unamlaumu Mama Samia, tumeshamlaumu Magufuli, tumeshamlaumu Kikwete, tumeshamlaumu Mkapa, lakini ukweli ni kwamba impact tunazo sisi. Makosa tunayo sisi. Tumekuwa ni watu wa kujaji, lakini kumbe ni kutokana na kutokuwa na ufahamu. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuwa wasaidizi wa taifa hili, ni kuwa wasaidizi wa jamii zetu kwa kuweza kufanya maamuzi ambayo yanatoka kwenye akili na sio kwenye mioyo. Kwa kusema hayo, naomba mwe makini, kwa sababu dunia inakoelekea inahitaji ufahamu, na ufahamu hii ndio sehemu ambayo utaweza kupata ufahamu kuhusiana nayo. Otherwise, naomba tukutane kipindi kijacho. Teacher wa maticha, bye. Nawatakia mchana mwema.